Somo ambalo tunajifunza leo linasema Mungu anavyotaka tumwombe. Mungu anavyotaka tumwombe. Mungu anavyotaka tumwombe. Tumshukuru Bwana. Bwana mema, tunazidi kusema asante kwa sababu mengi tumekwisha kuletea mbele zako kukusii na kuweza kuomba kwa habari ya ibada njema ya leo. Hata hivyo tunazidi kunyenyekea zaidi, tukihitaji msaada wako wa utulivu mbele zako na usikivu mbele zako na uelewa mbele zako. Hivyo tunaomba Roho Mtakatifu Baba yetu atuongoze, atufundishe na atusaidie katika yale anayotuongoza na kuweza kutufundisha. Pia tunakwenda kinyume na hila za shetani kwa jina la Yesu. Huna mamlaka ya kuweza kunyakua neno linalokwenda kupandwa ndani mwetu. Tunakupinga katika jina la Yesu Kristo. Ondoka katikati yetu. Huna sehemu katika ibada hii. Ni katika jina la Yesu. Amen. Mungu anavyotaka tumwombe. Wote tunafahamu umuhimu wa maombi katika maisha yetu ya Ukristo. Tunafahamu kuwa kama hatuombi, majaribu lazima yaje katika maisha yetu. Hii ni kwa sababu Bwana Yesu alikwisha tuambia kwamba tusipoomba tutaingia majaribuni. Na ukisoma katika Mathayo 26 mstari wa 41, msomaji unaweza ukatusaidia hapo? Maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Mathayo mtakatifu sura 26 mstari wa 41. Neno la Mungu linasema, kesheni, mwombe, msije mkaingia majaribuni. Roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Hayo ni maneno ya Bwana Yesu mwenyewe ambaye anatujua kwa sababu amehusika katika kutuumba. Anasema tukeshe, tuombe, tusije tukaingia majaribuni. Na anatupa tahadhari pia nyingine kwamba roho iko radhi lakini mwili ni dhaifu. Ina maana upinzani unaanzia kutoka katika mwili. Kama hatuombi, majaribu yatakuja kwetu hata kama tumekuwa ni waaminifu katika maagizo mengine, katika matendo mengine, hata kama tumekuwa waaminifu katika kutoa zaka, hata kama tumekuwa wakarimu katika kutoa sadaka. Lakini kama hatuombi, majaribu yatakuja, na hasa tunapokuwa tuko waaminifu katika matendo mengine, huwa yanakuja kwa nguvu sana ili kutuvunja moyo kwa maagizo ambayo tunayatii na kuyatekeleza. Na hata tunaweza tukadhani sasa nini hii?
mbona Mungu inaonekana ni kama hashughuliki na mambo yangu? Lakini kumbe ni kwa sababu ya hili neno kwamba tuombe tusije tukaingia majaribuni. Hii ni kwa sababu maagizo yote tunayopewa, yawe ni maagizo yanayohusiana amri au yanayohusiana na rehema, maagizo yote yanategemezwa kutekelezwa kutokana na maombi. Yaani hakuna agizo ambalo tumeagizwa kulitendea kazi au kulitii ambalo halitahitaji maombi ili tuweze kufanikiwa kutii. Kila agizo, hata kama mtaliona ni dogo, itahitaji maombi ili tuweze kutii. Kwa nini linahitaji maombi ili tutii? Ni kwa sababu ukilitekeleza pasipo maombi ni sawa na mti unaozaa matunda, lakini ile tunda lisiwe na ubora. Kwa sababu kumbuka, Yesu alisema ninyi hamwezi kufanya neno lolote, ina maana hata jambo lililo dogo sana. Sisi tunaweza tukaona yapo mambo mengi madogo ambayo ni maagizo ya Mungu tunayatekeleza, ni kweli. Lakini kama tungekuwa tunaweza tukaonyeshwa ubora wake, tungejua kwamba bado hata neno lililo dogo tunahitaji kumwomba Mungu atusaidie ili kuweza kulitekeleza. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba maombi, umuhimu wake ulivyo mkubwa. Kila jambo linahitaji maombi. Shughuli zetu maombi, chochote kile maombi. Kwa hiyo maombi ni kitu muhimu sana. Kama ingekuwa katika mwili, tungesema ni pumzi ya mwili, lakini sina maana kwamba ni pumzi ya mwili. Ingekuwa katika mwili, ni kama vile pumzi ya mwili, kwamba mtu hawezi kuishi bila pumzi, si ndio? Ndivyo yalivyo maombi. Mkristo ili awe vizuri ni lazima aombe, ni lazima tuombe. Kwa hiyo ni kwa sababu hiyo leo tunajifunza jinsi Mungu sasa anavyotaka tumuombe, tukizingatia jambo moja. Yale tunayokwenda kujifunza ni Yesu Kristo aliyanena. Na maandiko yanasema kama hatuombi hatuwezi kuwa na kitu. Kama hatuombi hatuwezi kuwa na kitu. Mambo mengine yote tunafanya, lakini kama tukategemea katika utii wa mambo mengine bila maombi, maandiko yanasema kwamba tutakuwa hatuna kitu. Ni Yakobo 4:2. Yakobo 4:2, neno la Mungu linasema, mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata, mwafanya vita
na kupigana, wala hamna kitu, kwa kuwa hamwombi. Mstari wa B anasema wala hamna kitu, kwa kuwa hamombi. Sasa kwa sababu hawaombi, unaona kuna mambo ambayo watu walikuwa wanayafanya. Kumbuka huu ni waraka ulikuwa unaandikwa kwa makanisa, kwa watu wote. Anasema mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu. Unaweza kusema mwaua namna gani? Kumbuka Biblia anasema anayemchukia mwenzake ni muuaji. Si unakumbuka maandiko haya? Si unakumbuka? Anasema kwa hiyo inawezekana sio kuua kwa namna ya kuchinja, lakini inawezekana ni kwa namna hii ya chuki. Anayemchukia ndugu yake ni muuaji. Sasa anasema mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu, wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana, wala hamna kitu, kwa kuwa hamwombi. Wala hamna kitu, hamwombi. Ukisoma unaoendelea hapo anasema hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya. Maana yake kama ni kuomba vibaya, maana yake si ameshatangulia kuzungumza kwamba mwaua, mwafanya vita. Maana yake baada ya hapo ndipo mtu anatoka naenda kuomba. Huko kunaitwa kuomba vibaya. Maana kama unamchukia ndugu yako, kumbuka maandiko yanasema kabla, unapoingia katika kila unaposali, utakumbuka kama kuna ndugu yako amekukosea umsamehe, si ndio? Sasa mtu anaweza akaamua kuingia katika maombi asisamehe. Sasa kufanya hivyo ni kuomba vibaya pia. Amen. Na mambo yanayofanana na hayo. Kwa hiyo maombi yana umuhimu, kwa sababu mambo yote, yani mahitaji yote tunayoyahitaji kwa Mungu, na yale yote ambayo Mungu ametuagiza, na maagizo ambayo na amri ambazo tunakuwa tumepewa, bado yanategemea maombi yetu, ili tuweze kuyatii na kuyatekeleza, au mahitaji yetu ili tupate kuweza kupokea kutoka kwa Mungu. Maana hakuna asiye na mahitaji, na nadhani kwa sababu hiyo kila siku tunaomba. Haya yote yanategemea maombi. Kumwabudu Mungu inategemea maombi. Tusipomwomba hatutamwabudu katika roho na kweli. Yaani kila jambo la kiroho, la kimwili linahitaji maombi. Sasa Mungu ana namna ambayo anataka tumuombe, na hii ni kwa sababu Yesu Kristo katika mafundisho yake yote aliyokuwa anafundisha, alisema alikuwa hafundishi kwa nafsi ya kwake. Yaani alikuwa hayatoi katika nafsi yake, yani akili yake, ila anasema ni kama alivyoambiwa aje atufundishe. Yesu ametumwa. Sasa yule aliyemtuma anataka watu wafanye nini? Anataka watu wajue nini kuhusu yeye? Hicho sasa ndio akawaambia, kawaambie watu katika hili waambie hivi, katika hili waambie hivi, na katika maombi kawaambie 1, 2, 3. Hebu kwanza tuangalie hilo kuhusu Yesu anavyozungumza katika Injili ya Yohana 12 mstari ule wa 47 na 48. Soma hapo. Tasoma maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 12 mstari wa 47 hata 48.
Neno la Mungu linasema, na mtu akiyasikia maneno yangu asiyashike, mimi simhukumu, maana sikuja ni uhukumu ulimwengu, ila ni uokoe ulimwengu. Yeye anikataye mimi, asiyeyakubali maneno yangu, anaye amhukumuye. Neno hilo ninalolinena ndilo litakalomhukumu siku ya mwisho. Ni Yohana basi labda tuendelee kidogo na ule mstari wa 49, kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi yangu tu, bali Baba aliyenipeleka, yani aliyenituma, yeye mwenyewe ameniagiza nitakayo nena na nitakayo sema. Unaona, yeye mwenyewe ameniagiza nitakayo nena na nitakayo sema. Kwa hiyo tunaona Yesu anasema alinena yale aliyoagizwa, hakunena ya kwake. Sasa huyu Baba katika mambo ambayo alimtuma Yesu kutufundisha, alimtuma katika kuomba. Alisema tuombe maombi yenyewe tunavyotakiwa kuomba. Anazungumzia katika Injili ya Luka, labda hapa nisome mwenyewe, Luka 18, alafu wewe utajiandaa kusoma katika Rumi 12 mstari wa 12. Mimi nasoma hapa. Maandiko nasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Ni Luka 18 kuanzia huo mstari wa kwanza mpaka ule wa 8. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Naye ni mvumilivu kwao. Na waambieni, atawapatia haki upesi. Hapa tunaona Mungu amemtuma Yesu aje atuambie jinsi inavyotupasa kuomba. Yeye Mungu amejifananisha na kadhi. Kadhi ni hakimu. Kadhi ni hakimu. Anatoa mfano wa hakimu. Hakimu alikuwa anatoa haki zozote zile ambazo mtu anakuwa ameonewa, na nafikiri mpaka sasa hivi utaratibu kwa hivyo. Akaeleza kwamba katika ule mji alikuwepo kadhi, alikuwepo hakimu. Asema hajali watu wala hamchi Mungu. Anasema katika mji ule tena alikuwako mjane ambaye alikuwa ana mtu anayemdai, amemsumbua. Wakati mwingine labda anamponda, anasema wewe nini wewe? Hebu ondoka zako. Mimi naweza nikadaiwa na mtu maskini kama wewe? Usinitie aibu, usinivunjie heshima yangu. Mtu si anaweza kusema hivyo?
lolote la anaweza kaongea, na kwa sababu yeye ni maskini na huyu ana nafasi, mtu akisikiliza anaweza kusema lakini kweli huyu anawezaje akamdai huyu? Unaona? Sasa huyu mjane akaamua kwenda kwa hakimu. Hakimu na mwenyewe alipomsikiliza hakumjali, kwa sababu ni kawaida yake kutokujali wala hamhofu Mungu. Sasa huyu mjane sio kwamba alikuwa hajui kwamba huyu kadhi dhalimu hajali watu, alikuwa anafahamu. Na alikuwa anajua kabisa kwamba kama ni hongo, yeye hana kitu cha kumhonga. Lakini yeye ndani mwaka kama amejenga imani kwamba pamoja na kwamba huyu mtu hajali, kuna kitu tu nitakifanya ambacho lazima baadaye atanipa haki yangu. Akaanza kumwendea mara kwa mara, vyovyote anavyomvunja moyo, kesho yupo tena. Akimvunja moyo yupo, akimvunja moyo yupo. Baadaye huyu kadhi dhalimu tunaona anajisemea mwenyewe hapa, sema ijapokuwa mimi simchi Mungu wala sijali watu, lakini huyu mjane nitasimama nimpe haki yake, kwa sababu atanichosha kwa kunijia. Sasa Mungu anasema kawaambie, angalieni kadhi dhalimu. Angalieni kadhi dhalimu ambaye hamchi Mungu wala hajali watu. Lakini aliposumbuliwa mara kwa mara, huyu mjane alivyomwendea bila kukata tamaa, hatimaye hata dhalimu aliamua kutoa haki. Sasa anasema waambie hao watu wangu, wakifanya kama huyu kadhi dhalimu, je, mimi nitaacha kuwapa? Wakati mimi si dhalimu, wakati mimi nina upendo. Anasema nitawapa. Kwa hiyo kile anachotufundisha katika kuomba, ina maana kwamba tunatakiwa kuomba bila kuacha. Lakini kila anachotufundisha pia upande wa pili, Mungu anatufundisha kwamba yeye wakati mwingine huwa sijui nitumie lugha gani, ni kwamba anajifananisha na dhalimu, kwamba ni kama wakati mwingine tunapokuwa tunaomba anakuwa kama hasikii, tunapokuwa tunaomba anakuwa kama hajali. Lakini si kwamba hajali, anajifananisha hivyo. Anatoa mfano huo, na huu mfano sio mfano huo tu, amekwisha hii kutoa mfano mwingine wa jinsi hiyo pia. Ukisoma kwa mfano katika Luka 11 mstari wa 5 mpaka wa 9, hapa anazungumzia habari ya rafiki. Mtu alikuwa ameenda kwa rafiki yake usiku wa manane, akagonga mlango. Rafiki yangu unasemaje? Anasema, bwana, naomba amke ufungue duka unipe mikate, maana na wageni wameingia usiku na mimi sina chakula cha kuweka mbele yao. Yule rafiki ndani akasema, bwana, hebu ondoka bwana, mimi usinisumbue, nimelala mimi na wanangu, usinisumbue. Sasa huyu ni rafiki. Ukiwa wewe una rafiki ambao umemwamini sana, halafu namwendea na kujibu namna, utajisikiaje? Si utaondoka unaumia? Huyu jamaa yeye, huyu rafiki wa nje huyu, pamoja na majibu hayo, yeye aliendelea kugonga. Akaendelea kugonga. Lakini baadaye yule akasemaje? Akasema, hebu tusomee hapa kama mpapata. Luka 11 mstari wa 5 na wa 9. Luka 11 mstari wa 5 hata wa 9, neno la Mungu linasema, akawaambia, ni nani kwenu aliye na rafiki akamwendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu, nikopeshe mikate 3, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu atoka safarini, nami sina kitu cha kuweka mbele yake. Na yule wa ndani amjibu akisema, usinitaabishe,
mlango umekwisha fungwa, nasi tumelala kitandani, mimi na watoto wangu. Siwezi kuondoka nikupe? Nawaambia ya kwamba ijapokuwa haondoki ampe, kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyoacha kumwomba, ataondoka na kumpa kadiri ya haja yake. Amen. Ishi hapo. Hata kama amekataa, lakini anasema kwa vile asivyoacha, kwa vile asivyoacha. Baba Mungu anatufundisha tusiache. Tukianza kuomba jambo letu, tusiache. Ingawa yeye amejilinganisha na mtu, amejifananisha na mtu anayelinga, ni kama anayelinga au kama mtu anayekataa. Yaani akiwa na maana kwamba hata kama mnanijia, unaona mazingira yanakuonyesha kwamba mimi ninakataa, usiache. Hata kama unanijia, unaona kama vile mimi ninalinga, usiache. Anasema kwa vile asivyoacha. Huyu alimjibu kabisa kwamba mimi sikupi, ondoka. Lakini huyu kwa vile asivyoacha, akaamka akampa kadiri ya haja yake. Kwa hiyo Mungu anachotufundisha katika maombi yetu, tusiache. Tusiache. Utakumbuka wakati mmoja mwanamke mmoja alimwendea Yesu. Ukisoma labda katika Marko 7, utakuta hiyo Marko 7 ukisoma, kuna mwanamke mmoja akamwendea Yesu. Akamwambia, Bwana, nimekuja, nina kijana wangu ana matatizo 1, 2, 3. Akamwambia, mimi, akasema si vema. Akasema mimi sikutumwa isipokuwa kwa nyumba, kwa kondoo waliopotea nyumba ya Israeli. Akasema, Bwana, nisaidie Bwana, nisaidie. Akasema sio vema kutoa chakula cha watoto na kuwapa mbwa. Haya maneno anayanena Yesu. Fikiria wewe hapo umemwendea Yesu, unamwomba akusaidia na kujibu majibu kama hayo. Utachukua hatua gani? Utajisikia vibaya sana. Utajisikia vibaya sana. Utajisikia vibaya sana. Lakini huyu mwanamke akasema, sawa, hata umbwa huwa wanakula makombo chini ya meza ya bwana zao. Yesu akasema, sijaona imani kubwa kama hii. Anasema, enenda zako na iwe kwako kama ulivyo. Kwa hiyo tunaona na Yesu anasema yeye ni chapa ya baba yake, si ndio? Si ndio? Kwa hiyo kumbe anapokuwa anakataa, si kwamba anakataa, kuna kitu anachokuwa anakitafuta kwetu. Wapo wengine walipoona kama vile wanakataliwa, walirudi nyuma, wakaamua kwenda kutafuta msaada mahali pengine, wakaenda kwa waganga wa kienyeji. Kwa hiyo Baba wa mbinguni ndiye anayetufundisha kwamba tunapoomba kitu tudumu katika kile tunachoomba. Soma hiyo Warumi 12 mstari wa 12. Warumi 12 mstari wa 12. Tasoma maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, kwa tumaini mkifurahi katika dhiki, mkisubiri katika kusali, mkidumu. Anaona? Katika kusali mkidumu. Yaani kudumu pia ni kutokuacha. Nimeomba sema hakuna. Baba, mimi nimeomba muda fulani, umenikatalia. Si amejifananisha hivyo na yule mtu aliyekataa, si ndio? Lakini
mimi sikubaliani. Naomba, maana umesema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, na umesema wewe ni Mungu usiyeweza kusema uongo. Swala langu hili hapa, swala kwamba tatizo ni kubwa kiasi gani, swala ni Mungu akubali kuamka kwa ajili yako. Akishaamka tu kwa ajili yako, huo ukubwa huo, hicho si lolote, si chochote. Amen, amen, amen. Kwa hiyo kumbe ndivyo Mungu anavyotaka. Lakini ukiangalia hata watakatifu waliotutangulia katika Agano la Kale walifahamu hayo na walifanya hivyo, muda hauturuhusu. Lakini utamwangalia Yakobo, naye aliomba, aling'ang'ania alipokutana na malaika ambaye alitumwa na Bwana kukutana naye. Malaika alipokuwa anataka kuondoka bila kumbariki, akamng'ang'ania. Akasema niacha, sema sikuachi mpaka ufanye nini? Unibariki. Akasema sikuachi mpaka unibariki. Na akamuuliza unaitwa nani? Akasema naitwa Yakobo. Akasema utaitwa Yakobo bali utaitwa Israeli, umeshindana na Mungu na watu ukashinda. Ndipo akamwachia, kwa maana amebarikiwa. Lakini ukimwangalia hiyo unaweza kaisoma Mwanzo 32:24-29. Mwanzo 32:24-29. Mwanzo 32 mstari wa labda kwa kuokoa muda hilo tuliache kwanza. Mwanzo utasoma kwa wakati wako, Mwanzo 32:24-29. Lakini pia tunajifunza kutoka kwa Elia. Elia ilitokea wakati ule Israeli wamemwasi sana Mungu, akashindana na manabii Baali. Mwisho akaamua kutangaza hukumu kwamba mvua haitanyesha katika nchi isipokuwa kwa neno langu. Baada hapo akapotea na Mungu akaenda kumuhifadhi kwa mjane ule wa Serepta. Baada ya miaka 3 Mungu akaongea na Elia, akamwambia Elia, nenda kajionyeshe sasa kwa Ahabu mfalme, mimi nitaleta mvua. Ukisoma katika Wafalme 18 sura nzima utaona mtiririko huo jinsi alivyokuwa ameambiwa. Huyu akaenda, alivyoenda akakutana na mtumishi wa Ahabu, akamwagiza. Yule mtumishi akaenda akamwambia Ahabu. Ahabu akaja kaonana na Elia. Baada hapo wakajibizana mawili matatu. Baada hapo ndio ikatokea mashindano, nani ajulikane ni Mungu, kati ya Mungu wa Baali na Mungu wa Elia. Ikawepo sadaka pale ambayo alisema tuweke sadaka madhabahu 2 ya hao manabii wa Baali na mimi peke yangu, dhabihu ziwekwe hapo, waombe Mungu ashushe moto. Yule Mungu atakayejibu kwa moto, huyo ndio awe Mungu. Waisraeli wakasema sawa. Hawa waliomba, Mungu hakujibu. Jioni ikawa za miaka, alipoomba Mungu akashusha moto akateketeza sadaka. Baada ya hapo akawachinja wale manabii wote 400. Baada ya hapo akaenda kumwambia Elia, hebu jiandae, kuna uvumi wa mvua. Yeye akapanda kwenda kuomba. Alipokuwa anapanda, aliomba, anaomba, anamtuma yule mtumwa wake, nenda kaangalie, hakuna. Mara ya kwanza hakuna, mara ya pili hakuna, mara ya 3 hakuna, mara ya 4 hakuna, mara ya 5 hakuna, mpaka ilipofika mara ya 7 ndio ikaonekana wingu dogo kama mkono. Akasema tayari. Kamwambia akimbie, shuka mlimani, kamwambia akimbie. Akashuka. Aliposhuka ni kweli muda mfupi mawingu yakawa yamefunga. Lakini bado alikuwa na nafasi ya kuweza kusema, Mungu, wewe ulisema nikamwambie, nikakutane na Ahabu nimwambie, nikimwambia utaleta mvua. Mbona nimekutana naye na mvua hujaleta? Je, huoni kwamba unanisababishia madhara kwa mfalme? Si ndivyo jamani? Kama sisi tungesema hivyo, tungesema hivyo, mbona huleti? Na ina maana wewe ni mwongo. Nimekutana na Ahabu, sijakutana.
Yeye alifahamu. Baada ya kufahamu akajiongeza, akaenda kuomba. Na katika kuomba akakutana na upinzani mara 7. Yumo tu. Hatimaye Bwana akafanya nini? Akamjibu. Ndivyo Mungu anavyotufundisha jamani. Tudumu katika lile tunalolihitaji, tung'ang'anie. Anasema atatujibu. Tung'ang'anie, anasema atatujibu. Lakini tunamwona mtu mwingine alikuwa anaitwa Daniel. Hatutasoma maandiko. Daniel, yeye alikuwa anaomba. Kaomba siku ya kwanza hakuna, siku ya pili hakuna, siku ya 21 ndio malaika anakuja, anatokea. Sasa katika kutokea anamwambiaje Daniel? Anasema, Daniel, toka ile siku ya kwanza ulipoanza kuomba, Mungu alijibu. Akanituma mimi nilete majibu. Sasa nilipokuwa nashuka huku kwako kuleta majibu, nikakutana hapo katikati na mfalme wa weza anga, akaanza kunizuia. Amenizuia hapo siku 21. Hatimaye malaika Mikaeli amekuja kunisaidia, ndio nikapenya hapo. Lakini siku 21 yumo, wala hakuna kunungunika, hakuna wazo lolote baya, kwa sababu ndani mwaka alikuwa anamfahamu Mungu hawezi kuacha kunipa hata kama naona amelala. Na wakati mwingine huwa anakuwa amelala. Si Ayubu anasema kwamba wewe ukiwa mkamilifu, unaenda katika njia zake, ukimwomba Mungu hakika yeye angeamka kwa ajili yako. Ni kama vile huwa analala, lakini Mungu halali. Lakini anapokaa kimya, ina maana kwamba sisi tunaona yuko wapi? Hajalala. Kuna kitu anataka kwetu. Je, tuna imani naye kiasi gani? Hicho tu. Tuna imani naye kiasi gani? Basi, je, tuko tayari kumvumilia mpaka atakapoamka? Tudumu katika maombi. Amen. Tudumu katika mahitaji ambayo tunakuwa tumemwomba. Tusiache. Manake tusikome. Manake tusikate tamaa. Ukishaona neno linazungumza imewapasa kumwomba Mungu bila kukata tamaa, maana yake utakutana na mazingira ya kukukatisha tamaa. Ndio maana Mungu Baba anatutia moyo kwamba tukikutana na hayo tusikate tamaa, kama vile hawa walivyokutana nayo kwa marafiki zao, huyu mwingine alivyokutana nayo kwa kadhi dhalimu au kwa hakimu dhalimu. Hawakukata tamaa. Kwa wanadamu hao, hata kwetu sisi ndivyo inavyotupasa. Amen. Amen. Muda unaenda mbio na muda umetuishia, na nisome tu andiko la mwisho hapo, wa Kolosai 4:2. Kolosai 4:2, maandiko yanasema, dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba huku na shukrani. Maana yake ni kwamba tunapokuwa tunaomba, tunaona kama Mungu anachelewa, kama Mungu hajibu, kama Mungu amekataa, wakati huu tunamshukuru Mungu. Tunashukuru nini? Tunashukuru, nasema asante Mungu kwa kunanipenda. Ukiambia nafsi yako, usisubiri nafsi yako iambiwe na nafsi nyingine Mungu anakupenda. Wewe mwenyewe iambie nafsi yako Mungu anakupenda. Sema asante kwa kuwa Mungu unanipenda. Na kwa sababu unanipenda, najua hata kama naona umechelewa,
anayependa hawezi kuacha kumsaidia anayempenda. Kweli si kweli? Nashukuru kwa kuwa unanipenda. Nashukuru kwa kuwa unanijali. Mahali pengine nasema kwamba anashughulika sana mambo yenu. Nashukuru kwa kuwa unashughulika sana mambo yangu. Huku ndani mwako unakuta ndani kuna majibizano. Kuna nini? Kuna nini? Lakini wewe unajua kwamba hakuna baya, kwa sababu Mungu anatupenda. Na pia haya maandiko tuyakumbuke. Kwa nini Mungu akatufundisha hivi? Kwa nini atufundishe hivyo? Ametufundisha hivyo, nataka tung'ang'anie. Sitoki. Yaani katika hili Baba, sitoki. Sikuachi mpaka unipe. Sikuachi mpaka unipe mchumba. Sikuachi mpaka unipe kazi. Sikuachi mpaka unibariki. Sikuachi mpaka uniinue. Amen? Amen? Ndivyo anavyotufundisha tuwe tunaomba hivyo. Na kufanya hivyo ndiyo kuomba kwa imani. Kwa kuwa muda umetuishia, nafikiri ujumbe tutakuwa tumeupata kwa kiasi fulani. Amen? Sasa tunamalizia. Kuna maswali yale ambayo wiki iliyopita tulijadili moja. Kakaangu pale alisema kuna unakumbuka? Ulisema ulikuwa na maswali mawili. Unalikumbuka lile la pili? Tumalizie kwa ufupi kama nalikumbuka. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nafikiri swali la kwanza lilikaa vizuri, tulishughulika nalo. Swali la pili ninajaribu kukumbushia, aliuliza mtumishi Moses, alisema hivi: je, kwa mfano mtu umechukua hela ya kukopa kwa ajili ya kwenda kufanya biashara. Kabla hujakwenda kufanya biashara, ile hela uitolee fungu la 10 au? Karibuni kwa mjadala. Amen. Karibuni kwa mjadala. Mnaonaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile swali ni gumu na ni rahisi. Mimi nimeenda nimekopa pesa, na baada ya kukopa zile pesa nikishakopa manake ni za kwangu. Na ni halali kuzitumia kutokana na jinsi nilivyokubaliana na yule aliyonikopesha. Kwa sababu hela zile ni halali na nimekopa, lazima nitoe fungu la 10. Kutoa fungu la 10 maana yake ni kutakasa zile pesa ziweze kufanya kazi vizuri. Kwa sababu usipotoa fungu la 10, sasa sijaelewa uhalali wako itakuwa wapi, kwa sababu najua unapomshirikisha Mungu katika jambo lako ndio linafanikiwa. Lakini ukiwa unasema sitoi fungu la 10 mpaka nifanye kazi, yani pesa ukishakopa imeshaingia kwako tayari. Maana yake wewe unatakiwa uifanyie kazi. Kabla hujafanya kazi lazima umpe Mungu nafasi ya kwanza, ili zile pesa ziweze kufanya kazi vizuri na Bwana aweze kulinda zile pesa zisipotee. Sababu kila kitu inahitaji ulinzi. Kwa mtu wa Mungu tunajua kwamba Mungu ndiye anaweza kutupa ulinzi uliokuwa sahihi, uliokuwa uweze kupoteza. Mungu abariki. Amen. Ubarikiwe sana. Tumemwelewa? Karibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na mimi pia nitoe mawazo yangu kulingana na hili swali. Kwa habari ya kukopa na kutoa fungu la 10. Kuna watu ambao wamekopa pesa, wameweka kwenye biashara, biashara imeyumba, ameshindwa kuendelea. Kuna watu ambao wamekopa pesa benki au kwenye taasisi mbalimbali. Kuna taasisi ambazo maagano yao ni katika ulimwengu wa giza. Unapokea pesa, ile pesa haifanyi kazi mpaka wanakuja wanachukua vitu vyako, wanakuja wanakunyang'anya mali zako na vitu kama hivyo. Bwana asifiwe. Sisi tumeokoka na tuna imani kabisa, na kila ambacho tunakifanya tunaamini kwamba Mungu anaweka nini? Mkono wake. Kwa hiyo vitu vingine sio mpaka utafute maandiko,
utafute maandiko mengi sana, namna tu vile unavyomfahamu Mungu. Pesa ni kitu kingine. Pesa ni kitu ambacho kina nguvu sana. Kwa hiyo ili kuweka ulinzi wa kile ambacho nakifanya, kumtolea Mungu ni muhimu zaidi. Bwana asifiwe. Ni muhimu sana, kwa sababu unakwenda kufanya biashara na unatamani kufanikiwa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukichukua pesa, yani kumtolea Mungu, unaweka akiba ni yako, ile hata pesa unayoweka unamtolea Mungu. Mungu, naomba naikabidhi hii biashara, au nakabidhi kitu ambacho unakwenda kukifanya. Bwana asifiwe. Unaweka ulinzi. Tunajifunza faida za kumtolea Mungu au faida za fungu la 10. Mungu anaweka ulinzi, anamkemea yule adui alaye. Bwana asifiwe. Kwa hiyo utakapomtolea Mungu, maana yake Mungu anakwenda kuweka ulinzi kwenye kile ambacho unafanyaje, unakifanya. Last week tulikuwa tunazungumzia masuala ya kodi ya meza. Inawezekana baba kwenye kile ambacho anakipata anatoa fungu la 10, sijui. Lakini we mama, namna unavyomfahamu Mungu, unatoa pia, unaweka ulinzi zaidi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo usiseme kwamba baba alishatoa fungu la 10 mimi. Namna gani unamfahamu Mungu kwenye upande wa kumtolea yeye? Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukimjua Mungu vizuri kwenye upande wa matoleo, hautaona shida, hautapiga mahesabu kwamba baba alitoa sijui na nini kule. Hapana, ni the way tunavyomfahamu Mungu kwenye upande wa utoaji. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu kuyafahamu haya mambo. Ni muhimu kujua namna gani au faida gani ya kumtolea Mungu. Usitoe tu sadaka tu kila mahali kama hujui kuna faida gani. Lazima ujue kuna matokeo gani ya kutoa. Sio kila sehemu unatoa sadaka. Wamepita watu bwana mimi kule kwetu walipita last week wanasema wanataka kujenga msikiti si nini vile. Wamekuja na bahasha zao zile. Sio kila sehemu unatoa tu sadaka yako. Bwana asifiwe. Ukitoa sadaka maana unajiungamanisha na madhabahu ile. Kwa lazima utumie akili, uongoze na Roho Mtakatifu. Sio mtu amekuja tu bwana nina shida bwana sijui na unatoa. Sikatai kutoa, Bwana asifiwe, lakini lazima ujue kwamba unaungamana na nini na ile madhabahu. Kwa lazima Roho Mtakatifu kuongoze. Kutoa ni bora zaidi. Bwana asifiwe. Ukipata kitu umechukua pesa, toa fungu la 10. Mungu anaweka ulinzi kwa kile ambacho unafanyaje, unakwenda kukifanya. Mungu awabariki sana. Amen. Kuna ambaye labda ana wazo tofauti na hili? Amina, asante mwalimu. Naomba niipanue zaidi mada hii ili zidi kuwa pana. Nashukuru kwa ajili ya majibu mazuri kutoka kwa mtumishi wa Mungu pale, lakini pia pamoja na kaka Max. Lakini vipi je, ikatokea kwa mwanafunzi wa chuo ambaye anasoma chuo akapewa pesa, ile pesa ni ya mkopo, inatakiwa ailipie ada. Je, kwa mtu kama huyu kabla hajaenda kulipa ada chuoni haitolee fungu la 10? Nimeipanua hiyo mada kwa staili hiyo. Karibuni. Kwamba ile ada labda ni 500,000, si ndio? Amepewa 500,000 net, si ndio? Aha. Mchangiaji. Hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ni swali zuri kabisa. Nataka nichangie kwa kusema ya kwamba haya mambo yanaendana na imani yako. Unajua hauwezi ukafanya jambo la kumpendeza Mungu tofauti na vile unavyomjua. Kila mtu kuna namna ambavyo anatumika au anafanya jambo kwa kadiri anavyomjua Mungu kwake ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama mimi mwanachuo nimepewa boom, naenda kutoa fungu la 10. Kwa nini ninaenda kutoa? Najua kabisa nikishatoa lile fungu la 10, hata kama kesho naenda kwenye UE na wanadai ada yao nimalizie, mimi kuna mahali pa kumkumbusha Mungu kwamba Mungu, kumbuka pale nilifanya kwa ajili yako, naomba katika hili unitetee. Mungu ana njia nyingi. Haleluya. Amen. Nataka nitoe hapo ushuhuda wa kujazilizia swali la mtumishi hapa. Mimi nilikuja chuoni nikiwa sina hata ada, hata shilingi 100.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuja hapa na wakati nimefika hapa nikakuta kuna tangazo lile la kutoa ile sadaka ya ujenzi. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa kwenye akaunti nina 50,000 tu. Nikamwambia Mungu, ninaitoa hii 50,000, ninaenda kuitoa yote. Kwa kuwa mimi ninakufahamu wewe ni mpaji kwenye maisha yangu. You will provide for me. Siku hiyo nikaja hapa nikatoa 50,000 kwenye bahasha. Nikaitoa pale, alafu nikaondoka nikaendelea na mambo yangu. Siku kama wiki 3 hivi 4 kukawa na mitihani ya mid semester. Nilikuja sina ada. Hapo usajili nimefanya, sijatoa ada hata shilingi 100. Nakumbuka nilienda kwa baba pale nikamwambia, baba naomba niombe kesho nina mitihani. Na wale mliosoma vyuo mnaelewa kabisa kwamba haujalipa ada haufanyi mtihani, si ndio? Amen. Wakati nimeenda pale baba akaniombea. Nilimwambia tu, sikumueleza mambo mengi kwamba sijalipa ada au sina ada. Nilimwambia naomba uniombee kesho nina mitihani. Akaniombea. Ile ninatoka, wana wa Mungu, niko kwenye lile bango pale karibu na Mikumi. Nikitoka napenda kutembea kwa miguu. Niko pale, simu yangu imeingiza 800,000 na ada inatakiwa nitoe 775,000. Bwana Yesu asifiwe. Kwa vitu vingine inategemea imani yako. Wewe unamwamini Mungu kwako kama nani? Haleluya. Kama unamjua kwamba he is your provider, you will provide also for him. Oh. Haleluya. Jamani, umeona imani inavyotenda kazi? Yaani akamwamini Mungu kabla. Unajua unadaiwa 700,000 halafu huna cha kulipa. Hata kwamba una 50,000 huwezi ukaifikiria hiyo. Maana ni 700,000 ni parefu mno. Hata tu kuwaza kufikiria tu ni parefu mno. Yaani ukitembea tapata wapi? Tapata wapi? Lakini dada hapa yakasema baba yangu anavyo vyote. Yaani unasikiaje unaposikia ushuhuda kama huu? Mzuri sana. Mungu ndivyo alivyo. Ndio maana yeye anasema unijaribu uone. Yaani kama utafanya kama alivyokuagiza. Unao la kuchangia? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka niulize swali. Kwenye hilo kwenye fungu la 10. Mimi sina kazi, ni mama wa nyumbani. Lakini mume wangu anafanya kazi. Akipata hela mshahara wote anakupa wewe. Anakuambia katoe fungu la 10. Unakuja unatoa madhabahuni. Lakini amekwambia nenda katoe fungu la 10. Na ile hela maana yake unachukua wewe unaenda kutoa na unabaki nayo unaendelea matumizi ya nyumbani. Vipi mimi nanipasa tena nitoe fungu la 10 kwenye ile hela alionipa na mimi nimekuja kutoa madhabahuni? Au nisipotoa itakuwaje? Au nikitoa kwa sababu yeye ametoa na yeye amenikabidhi? Sijaelewa na mimi mahali hapo. Jamani, kulingana na muda tujibu tu kwa haraka na kifupi. Kwa kifupi tu mimi nisema kwamba unakuwa umeshatoa. Unakuwa umeshatoa. Labda kama kuna ziada sadaka. Amen. Maana kwenye utoaji tunaanza na zaka, alafu sadaka. Hiyo sasa ndio unaanza kujipimia wewe mwenyewe. Kuna mwingine labda? Basi niseme kwamba mimi nawashukuru kwa wachangiaji, wamechangia vizuri. Tena wamechangia vizuri sana. Kwa sababu anasema umekopa na wewe unataka pale, mtumishi anasema unataka kile ulichokopa kiwe salama, kiwe kina ulinzi. Kwa nini usikitolee zaka? Maana kibinadamu mtu anaweza kusema kwamba sawa, hii nimekopa kazini.
ina maana wale watakata kutoka katika mshahara wangu, na mshahara wangu ninaulipia zaka, si ndio? Si ndio? Ni rahisi kusema kwamba mimi lakini kuna mwingine ameenda mbali zaidi. Yaani sasa sawa, lakini huu mradi unaotaka kufanya kweli utakuwa salama? Hapana bwana. Afadhali niondokane na hilo. Afadhali Mungu nimshirikishe awe mhusika katika hili. Kwa hiari yake anaamua anaenda kutoa. Lakini sio wote wanaokopa kutoka kwenye mshahara. Wengine wanakopa ni wafanya biashara. Hela ameishika mkononi. Kwa nini nisimtolee Mungu? Kwa sababu kwanza ina faida nyingi. Inamshawishi Mungu kuwa pamoja na mimi. Inamshawishi Mungu kunitakasa na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Mambo mengi katika hiyo. Kwa nini? Yaani unaweza kaangalia pia hata faida za kutoa. Huwezi kaacha kutoa. Na kaka hapa anasema kwamba taasisi zingine hizo za fedha za kukopeshaji zina maagano na kuzimu. Ukienda ukikopa tu, yale majamaa yanafuatilia na kisha kwamba hicho kitu ulichokopa hakitafanikiwa. Sasa ukiitolea zaka, kwa sababu Mungu amesema kwamba yeye atakemea wale walao, wakija Mungu atawacha. Wale jamaa kama walikuwa wametegemea kwamba kamtaji kako wanashangaa, biashara yako inaenda, kama ni marejesho unarejesha mpaka unamaliza. Lakini pia watamtukuza Mungu wako. Amen. Mungu awabariki sana wachangiaji. Basi hapo ndio nakuwa umefika mwisho kabisa wa somo linalohusiana na fimbo yetu, na tutaendelea, na nadhani wakati unaokuja tutawapa nafasi pia walimu wengine waweze kutumia vipawa vyao kuweza kutubariki kwa neno la Mungu. Amen.